watu kwa gunia kama viazi, alafu unazunguka nayo unasema ati ndani ya hii kikapu niko na jamii fulani nataka niuze sijui shilingi ngapi. Tafadhali msiingie kwa mtego kama hiyo. Hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Simama vile mmesema na nimeshukuru. Yani vile mmesema mko UDA, hata roho yangu ile kitu nilikuwa nitoe nitaweka mara 2 ama mara 3. Kwa vile roho yangu imefurahia, nimekumbe nyinyi ni watu mko kwa network tayari. Na mnajua vile Kenya inasonga. Hamdanganywi na siasa ndogo ndogo. Nyinyi mnajua vile Kenya inafaa kwenda. Na unajua saa nyingine hata hii maneno ambayo inatembea, unajua sisi wanasiasa na mimi ni mmoja wao, lakini mniruhusu niseme sisi pia ni wakora saa nyingine. Sio kila kitu tunasema tunaamini. Hata hawa viongozi wengine wanazungusha siasa ya ukabila na kusema nini ama nini. Si ati wanaamini. Hao wanasema wacha tu tuseme. Watu wakitupigia kura ule akianguka shauri yake, bora mimi nimepata kiti yangu. Na wengi wao wako kwa hiyo hesabu. Si tunakaa nao bunge. Ukiwauliza hata wewe ukiona hii inawezekana, wanasema mimi najali nini, bora mimi nipate yangu. Ya mwisho, sababu tuko na pressure ya time kidogo. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka niseme jambo moja kwa niaba ya wakulima wa eneo hili. Hawa wananchi hapa Kitutu Chache North pamoja na wangu pale Kericho ni wakulima wa majani chai. Na mimi nimeshukuru kwa sababu rais vile ametoka nchi ya China amepata soko mzuri zaidi ya ile tuko naye. Na hiyo tunashukuru na tunamwambia rais asante sana. Lakini kuna jambo moja ambaye bado hatujatengenezewa. Karibu mwaka wa 2023, Naibu wa Rais, tulipatana kama wakulima wa eneo hili kutoka Kisii, kutoka Nyamira, Bomet, Kericho, na tukasema ile auction ambayo inafanyika kule Mombasa tunataka ianze kutumia mbinu za kisayansi kuangalia chai inatoka wapi na ni shilingi ngapi. Hii maneno ya ukora ambaye tunaambiwa ati kuna mtu wako na mapua special anajua kunusa chai na mapua yake kila siku inasema chai yetu bei yake iko chini, hiyo ukora sisi tunataka tukatae. Tunataka chai ipimwe kwa njia ya sayansi, ndio kama chai yetu ni mbaya ukweli ijulikane. Lakini kitu yenye mtu tu ameweka kwa kichwa yake hadi chai kutoka Kericho, kutoka Kisii ni mbaya, hiyo maneno sisi tunakataa. Ama mnasemaje wananchi? Tunataka auction ambaye ni scientific, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hiyo ukora imeendelea kwa miaka mingi na ingawaje hatusemi sana, si ati tunafurahia. We want a scientific auction. Chai inawekwa pale, njia ya sayansi inajulikana ile ni mzuri, inapata bei mzuri. Lakini sio ile ya kufanya ukora. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, kuna jambo moja pia amefungua juzi. Wakati ameenda China, imesemekana kwamba nchi ya Kenya inanunua kutoka nchi ya China bidhaa za bilioni 600. Lakini sisi tunawauzia bidhaa za bilioni 30 peke yake. Wakati rais wetu amefika pule, amezungumza na wao na kuwaambia tafadhali fungueni soko ya vyakula kwa sababu nchi yetu ya Kenya iko na wakulima hodari ambaye wanatoa chakula kingi. Na ninafurahi kwa sababu Mheshimiwa Naibu wa Rais, nilisoma ile ripoti ilitoka pale, Wachina wamekubali kwamba watanunua chakula mingi sana kutoka sisi wakulima wa kutoka hapa Kenya. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi wananchi ambao ni wakulima, hii biashara ya kupakia avocado kwa lori na kwenda kuuza shilingi 5 kule Nairobi ikuwe ni mambo ya zamani. Serikali ya kaunti itupange vizuri, tuweke chakula yetu iwekwe ndege mpaka China, avocado moja nauzwa karibu 300 400, tupate pesa hata sisi tukae kama watu wengine. Ama namna gani? Kwa hayo mengi na machache nasema asanti. Wakati nitarudi Kericho nipeane salamu yenu. Niwaambie muwasalimia. Niwaambie mko ndani ya UDA na William Ruto mtasimama na yeye atembee hapa Kisii. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Wacha pia mimi nipeane mchango wangu wa shilingi 1500, 500,000. Asante sana ndugu yangu. Pole, nimefanya makosa, nimempa tu microphone bila kumtambulisha vizuri. Huyu muungwana ndio katibu mkuu, Secretary General wa chama kinachotawala taifa hili, ile chama ambayo mmesema nyinyi mko ndani yake, chama cha UDA. Anaitwa Hassan Omar. Wapi makofi yake? Karibu Hassan. Asante sana.